dedication inakuwaga na covenant ya dialogue. Ukiita Mungu hapa umkaribishe, dialogue ni kumaanisha hawezi ondoka kabla hamuja kubaliana. Amen. Na ukisikia hata kanisani Mungu ameondoka, ameacha watu wake, ameonya mchungaji sio mara moja, ameonya watu sio mara mbili. Why? Dedication of the altar ina attract a covenant of dialogue. Alitumania Eli, akamwambia Eli, hawa vijana wako ile mambo anafanya. Naye Eli kwa kupuuza anawauliza, kwa nini mnafanyia Mungu hivyo? Kwa kupuuza. Hakuakanya vilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikuambie kile kilifanyika baada ya the covenant ambayo ilidedicate madhabahu kuwa na challenge kwa Eli. Wacha nikuambie, Mungu wa sanduku la agano alitoka na akaenda, lakini Eli hakuambia mtu. That is the worst mistake Eli did to the children of Israel. Ya kwamba mambo imeharibika kwa madhabahu na hajaita wana wa Israeli awaambie now is not business as usual. Amen. Ni fununu tu watu wanasikia ya vijana wa Eli. Wacha nikuambie, the manifestation iliweza kuja baadaye. Ilikuja namna gani? Wakati wa Filisti walijitokeza, wakaanza kupigana na wana wa Israeli. Wana wa Israeli wakasema, wacha tukimbie Shilo, tuchukue sanduku la agano la Mungu wetu. Kumbe Mungu wa sanduku la agano alikuwa amewaacha. Why? Because of the broken covenant. Biblia inasema walipopeleka sanduku la agano kwa kambi, walipiga makofi na shangwe, nchi ikatingika. Wafilisti wakasema tumekwisha. Lakini kukatokea tu Mfilisti mmoja akasema, hapana, hatuja kwisha, tutakabiliana na wao. Akajitia nguvu na akatia wengine nguvu. Wana wa Israeli wakauawa wengi. Mmoja akatoka kwa vita, akakimbia kwa Eli, akamwambia, sasa tunapoongea vita imerudi upande wetu, na Hofni na Finehas wamekufa. Eli akaanguka akakufa. Why? Praying about with dedication. Bwana Yesu asifiwe. That is the physical temple